Je, unamfahamu rais ambaye alibadilisha jamhuri kuwa himaya? Hapa namuongelewa mzaliwa wa tarehe 22 Februari mwaka 1921. Hapa namuongelea rais aliyefanya mapinduzi mwaka 1965, naye ni Jean Bedel Bokassa. Huyu ni rais ambaye alifanya mapinduzi mwaka 1965 na kumuondoa aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hapa namzungumzia David Dacko. Sasa tutarudi nyuma kidogo mwaka 1958 ambapo Jamhuri ya Afrika ya Kati ilipewa uhuru wake wa ndani ikiwa chini ya Ufaransa, lakini pia mwaka 1960 ilipata uhuru wake kabisa kutoka Jumuiya ya Ufaransa, na mwaka 1965 aliyekuwa mwanajeshi wa jeshi la Ufaransa, hapa namuongelea Jean Bedel Bokassa, alimpindua Rais David Dacko na kuingia madarakani na kujitangaza kuwa rais. Alikuwa na uongozi ambao ulikuwa ni wa kiimla sana. Hata hivyo, ikumbukwe wazazi wake wakati wa utawala wa mkoloni Mfaransa, wazazi wake walipoteza maisha na yeye akajiunga na jeshi, akahudumu kwa muda mrefu na baadaye kufanya mapinduzi. Lakini uongozi wake ulikuwa ni uongozi ambao ulikuwa unakiuka sana haki za binadamu, lakini pia ulikuwa ni uongozi ambao ulikuwa haupendi wapinzani, na hata wanafunzi waliokuwa wanajaribu kumpinga basi na wao waliweza kuwekwa vizuizini. Lakini mwaka 1976 alifanya kitendo ambacho viongozi wa bara la Afrika pia nao walishangaa baada ya kuibadilisha Jamhuri ya Afrika ya Kati kuwa himaya ya kifalme, na akajiita rais, badala ya rais akajiita Mfalme Bokassa wa kwanza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, huku akiwa anaenda na mtindo wa Napoleon Bonaparte. Na ilivyofika mwaka 1977 alijitangaza kwa sherehe kubwa na akatawazwa kuwa mfalme wa kwanza kama Mfalme Bokassa wa kwanza, na alifanya sherehe ambayo iligharimu zaidi ya dola milioni 20 za Kimarekani, na hivyo kufanya wananchi wake wajihisi kama hawana kiongozi ambaye anawajali wao kwa sababu ya umaskini waliokuwa nao na starehe pamoja na maisha ya kifahari aliyokuwa anaishi Jean Bedel Bokassa. Na ni rais ambaye inasadikika kuwa alikuwa na wanawake zaidi ya 15, lakini pia alikuwa na watoto zaidi ya 50. Hivyo ikapelekea kuonekana ana uongozi wa kimabavu sana. Na hata hivyo ilipofika mwaka 1979 wakati ameenda nje ya nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, basi jeshi la Ufaransa liliweza kumsaidia David Dacko na kurudi madarakani, naye akaishi uhamishoni kwa muda mrefu. Lakini pia alivyorudi mwaka 1986 alihukumiwa kunyongwa na baadaye adhabu yake kupunguzwa na akatolewa nje. Baada ya hapo 1996 alifariki dunia. Lakini Afrika ya Kati imekuwa inapitia migogoro ya ndani kwa ndani. Tukiangalia hata mwaka 2012 yalitokea machafuko ambapo kundi la waasi la Waseleka walifanya machafuko pale, na yakatokea kuundwa kwa baadhi ya makundi ya kujilinda kama Anti-Balaka. Lakini viongozi baadaye waliweza kuendelea, marais wengine, baada ya hapo nchi ikaendelea, lakini imekuwa ina series ya machafuko ya wenyewe ndani kwa ndani. Lakini kwa leo tulikuwa tunamuongelea Jean Bedel Bokassa ambaye alimuiga Mfalme Napoleon Bonaparte kwa maisha ya kifahari, la huku wananchi wake wakiishi maisha ya kimaskini sana kwa kufanya starehe na